Dada samani, kituo cha polisi hapa kiko wapi? Kwani vipi? Dada nakomba unijibu kituo cha polisi kiko wapi? Kituo cha polisi kuna barabara ziko mbili hapo. Hiyo barabara kuna shule ya Kananura mkono wa kushoto. Kwa mbele kuna barabara tena nyingine inaenda hivi, unakuta kituo cha polisi. Dada asante. Haya, asante. Umeona? Mambo sasa yamekuwa shwari. Yaani unajua sasa hivi tulipozingatia huko sasa hivi hamna tena habari za viwanja vya migogoro wala nini. Sawa. Umeona sasa hivi kama mtu anatulia anaishi kwa amani. Sawa, majambazi yenyewe hakuna kwa sasa hivi. Hakikisha serikali imezatiti sana kwenye jambo hili. Hakikisha usalama wa raia na mali zao. Ile ni jukumu letu sisi kuhakikisha tunafanya safi. Haina shida. Sasa yule si mwanafunzi yule? Ni mwanafunzi. Vipi tena? Mbona anakimbilia kule mjumbani? Inaonekana kuna mmoja mmoja. Tutadangana kwa wengi. Mkoa tupake gari pembeni tuangalie kuna shida gani. Kamanda itabidi hao vijana hawa tule nao sani moja. Tulikuwa tuanze nao. Tulia. Nyonda kili kidogo mpiga magoti, piga magoti. Blaza. Yule mwanafunzi uliokuwa unatembea naye inasadikika ana mimba. Kwa hiyo mimi hapa nimepata hizo habari huko. Nakushauri ukimbie blaza. Nakuelewa. Sasa blaza unata jeo hapo. Hamna shida, jeo lipo ndugu wangu. Ulichokifanya ni kikubwa sana. Blaza sasa uhai. Maana hizo taarifa hizo. Ile jao kabisa hiyo mwanangu. Poa, hamna mambo ndugu wangu. Poa. Sawa. Milima na mabonde, wakati mwingine chini, wakati mwingine juu, nikipotea gizani na jua kutokubazuka. Babeki. Manyungu amefikaje? Au kuna mtu katuchoma. Nyonda akili kidogo mpiga magoti, piga magoti. Tupa. Mikono juu. Kumbe mnacheza kamari? Kadi. Rest kadi nini? Kamari tu. Unavuta bangi? Hamna sio bangi hiyo. Nani anafundisha michezo? Bana. Sasa hivi sasa unasoma sana unasoma. Hivyo unasoma kidato cha ngapi? Cha tatu. Unasoma kidato cha ngapi? Preform 1. Preform 1. Preform 1 sekondari unasoma. Preform sekondari. Mna masuala na elimu si ndio? Hapana. Wazazi wenu wanapata shida kuwasomesha, wajua mpo darasani mnasoma, kumbe nyinyi mpo nyumbani mmecheza kamari si ndio? Hapana. Hao ndio mapanyarodi ya afande. Hao ndio mapanyarodi wenyewe. Tusiwaache. Inuka. Au tena tukaonyesha kwamba banga. Kamata wewe. Sogea kwa mwenzako.
wananitafuta gizani. Napumua kwa hofu ila nipo tayari. Moyo wangu unadunda kama risasi. Niko kwenye vita na kivuli changu. Vipi? Mbona hai unakimbia namna hiyo? Unaenda? Wakati nilikuwa hapo nje hapo bwana, nimepigiwa simu kwamba nyumbani kuna matatizo, kuna msiba. Msiba? Umefikwa na nani? Kuna ndugu yangu amefariki kwa muhimu. Sasa wakati nakuja kujiandaa hapo ndani nikajua unaondoka, nijaribu kuita kwa lakini sina kusikia. Nikope bwana. Yaani wewe ni familia yetu. Umeshindwa kuniita ndani huko, umepatwa na jambo zito kama hili kweli? Kwa nini hata usingepiga kelele moja tungasikia nikatoka? Hapana madam, nimekuita. Wakati nimeenda huko kujiandaa huko nimekuita sana, labda sio uko bafuni. Nimejaribu kukuita. Sasa sikiliza. Dennis. Sitaki uende mwenyewe. Nataka uende na Dennis. Sawa? Dennis itabidi uende naye. Sawa? Hapa nauli. Acha tu niende peke yangu sababu wewe. Halo? Vipi, ndio wanakupa taarifa kwamba wanazika saa ngapi? Wanazika kesho asubuhi, kwa hiyo hapa mimi inabidi niondoke. Basi subiri nikuongezee nauli. Madam. Sitaki. Wewe ni familia yangu, sawa? Sawa, lakini issue yenyewe sinaenda tu mara moja narudi. Usiniambie hivyo bwana. Utaniambia hivyo. Wewe familia yangu, yaani tumekaa wote miaka yote, umepatwa na msiba uondoke mwenyewe kweli? Alafu ulikuwa unaenda kimya kimya. Unamaanisha nini? Hamna shida. Hauna ndugu humu ndani. Sisi ni familia yako. Haiwezekani uondoke mwenyewe msibani wakati Dennis hapa yupo. Kwa hiyo nataka uende na Dennis. Dennis, hakikisha mnafika msibani. Na mkifika tu naombeni mnipigie simu. Nenda kachukue nguo kwenye begi, andaa uondoke. Nguo zangu kwa uzuri hapa nimezianika hapo kwa. Ngoja nizianue hapo. Nizifunga kwenye begi chapu tu. Ndugu wangu kama kibaka bwana. Sawa. Sawa. Pole sana. Mashi. Sio magari atanisafishia nani? Kwa kafiwa lakini. Sema nini? Mimi napita hivi. Wewe pita hivi. Tutakutana stand hapo, mimi kuna mtu naenda kumcheki hapo mara moja. Ushaanza sasa. Tushakubaliana vizuri tunaelekea stand. Sawa, mimi naenda stand. Wewe wako uchelewe. Hamna, mimi naenda tu mara moja hapo. Time sasa. Bye. Hamna. Vipi? Silete nikwambiaje? Nisilete, mimi nimevurugwa. Sielewi. Uko mwenyewe kweli hapa lakini? Ndio niko mwenyewe. Niambie. Hili swala ndio ulisikia hili na ukweli ndani yake au? Ndio hivyo. Chokisikia ndio cha ukweli. Bwana zangu kwa vipimo vya mimi nilikuwa najipima kitu kipi. Yaani sisi hata tunafanyaje bibi wangu? Sielewi. Yaani kumbe upo macho, nagonga hodi unisikilizi. Hiki ni nini hiki? Nakuuliza wewe. Ina maana una mimba? Ina maana mdogo wangu una mimba? Kaka, sina mimba, amenielewa vibaya.
Yaani sisi tunakusomesha, mama anatumia gharama nyingi kupeleka shule, kwa hiyo haya ndo malipo yake. Rafiki yangu msuku ni begi langu. Yaani kitu cha rafiki yako nakuta kwenye begi lako? Unaona hiki si kwako hiki? Yaani wewe utatueleza vizuri aliyokupa hiyo mimba nani? Lakini hayo yote umeyataka wewe. Nimetaka nini? Nimekuambia kipindi tumie kinga. Ukaniambia mimi siwezi kula ndizi na maganda, uongedele mwenyewe ukimpandiza anamenya. Unaona madhara yake sasa? Sasa madhara gani? Tunafanyaje sasa? Okay, sawa. Sema nini? Muona libegi. Baada ya kupewa taarifa hapo nimeshavurugwa. Nikaona kabisa nitapela hapa mapema, mambo yasiwe mzungu, unajua. Kwa hiyo hapa mimi ninachokifanya naondoka. Sema hii siri naomba tuwe watu hao wawili. Mimi na wewe na wewe. Mimi na wewe. Kwa hiyo mimi naondoka naenda kijijini. Naondoka. Subiri kwanza. Masikio yangu au yani unaondoka? Ndio naondoka. Unaondoka. Kwa hiyo ina maana unanichezea, si ndio? Sina maana hiyo kuondoka. Tunaondoka wote. Wewe mwanafunzi unaondoka wapi? Nisikilize. Tunaondoka wote, yani sikuelewi. Hapana. Mguu wako. Sasa wewe unaondoka vipi? Unaondoka vipi wewe mwanafunzi? Yaani bado nina msala na wewe. Alafu tena uondoke na mimi nakuaje? Sikiliza kwanza. Mimi nataka nikatengeneze manuva kule, kuna wazee kule. Umeona? Kwa hiyo akinifanya manuva nini fresh nakuja. Na kugea dawa, tunatoa hiyo mimba, tunapoteza ushahidi. Kwa hiyo wanajifanya wanakufuatilia na kupunini usi ushahidi, si nini tunapoteza kabisa. Ushaona mama? Basi mimi kajua unaondoka fulani. Mimi naondokaje? Wewe mtoto mzuri kama mimi nakuachaje? Basi urudi. Hiyo haina shida, tawasiliana. Jamani. Sema unajua mazingira sio kukaa sana hapa. Tutawasiliana. Haya, sio kukaa sana. Odi. Odi hapa ndani. Karibu. Asante sana. Habari yako? Salama kiongozi. Ndio, kwema? Kwema, zatoka juzi. Safi, habari za leo? Salama. Mzima kabisa? Mzima. Mr. Kesi vile? Safi sana. Mama yupo? Yupo ndani. Aha, anapika kidogo maswala. Naona na wewe ulikuwa unakula huko ndani. Hamna kiongozi. Basi ningemuomba mara moja tufanye mazungumzo kidogo. Una shida naye? Nina shida naye. Sawa. Hebu muite, lakini na wewe pia usizame ndani, nitakuhitaji na wewe. Sawa. Asante sana. Mama. Mkubwa. Una mgeni wako? Nakuja. Mama, habari? Salama, za kwako afande? Salama. Habari za siku 2-3? Za kwako. Safi kabisa. Mbona unazidi unanawiri na kunenepa? Vyakula hivyo. Vyakula Safi kabisa. Za hapa? Salama. Wazima. Karibu sana. Asante sana. Mimi nimefika kwenu hapa tufanye mazungumzo juu ya kile mlichokuja kuripoti pale kituo cha polisi. Wema. Fresh, niambie. Mbona anashtua? Fresh nini?
Oh, ujaja na wazee. Hamna, niko mwenyewe leo bwana amani. Au vipi? Baba shazi wangu unazingua na wewe. Kumbe mambo yanapanda leo. Mambo yanapanda mwanangu. Wewe unajua ile dakika saa mwanangu. Huko mwenyewe sharibu mwanangu, hata sielewi. Yaani hapa kitu changu chote kisharibika ujue. Afu wewe ujue wewe usije kama umenichoma mwanangu. Mbona sikuelewi mwanangu? Pale maaskari pale nilikuwa nauzia ganja wale watoto wanafunzi, lakini wamekamatwa na mapolisi. Kwa hiyo msala juu ya msala. Maana mimi mwenyewe nimetoka huko ujue na msala wangu, nikasema ngoja niende kwa mwanangu Shazi pale nikampange nijue namna ya kunisaidia. Sasa nakuja hapa tena unaniambia habari za nyungu, sio nini sikuelewi. Sema nini mwanangu? Unamkumbuka yule demu mwanangu siku ile nimekuja hapa nikuombe geto? Yopi? Si yule mwanafunzi? Kafanya nini? Mwanangu nimejisababisha matatizo mwenyewe mwanangu, nimempiga ujauzito. Jamani, kwanza poleni na majukumu ya siku ya leo, kwa sababu najua mlikuwa na majukumu mengi huko ndani, mama na kijana. Msiwe na wasiwasi. Kufika kwangu hapa ni salama na amani kwenye familia yenu. Sisi kama jeshi la polisi tunapopata taarifa yoyote inayohusiana na makosa ya jinai, lazima tuyafuatilie kuhakikisha mhalifu na wahalifu tunawatia mikononi na kuwafikisha kwenye vyombo vya kisheria. Kwa hiyo kufika kwangu hapa maana yake ni lazima mfurahi kwamba tumekuja kwa ajili ya kuja kutatua tatizo linalowahusu kama familia. Lakini si kutatua tu, kwa sababu tunaweza tukatatua, lakini what is the next? Nini kinachofuata? Maana yake ni lazima ninyi kama familia mpate haki. Tunajua familia zetu hizi za Kiswahili, mara nyingi mtoto anapokuwa amebakwa, ametiwa ujauzito akiwa mwanafunzi, familia ile huwa inadhoofika kwa maneno ya mitaani na kuonekana ile familia si kitu chochote. Sawa sawa? Ukizingatia ninyi mmejipinda na kutafuta fedha kwa ajili ya kumsomesha mtoto wenu, angalau waje kuwasaidia kwa chochote kile kwenye maisha yenu. Sasa sisi kama jeshi la polisi hatuko tayari kulifumbia macho swala hili la watu kudhalilika mtaani kwa sababu ya wajinga fulani hivi. Sawa sawa? Sasa ninachokitaka kwenu ninyi, mama na kijana, mtupe ushirikiano jeshi la polisi. Tuhakikishe hawa wahalifu ama huyu mkosaji aliyetenda tukio hili tunamkamata na tunamshughulikia vyovyote vile iwezekanavyo. Sawa sawa? Binti, ninaamini wewe ni msomi na unasoma. Sawa sawa? Naomba ninapozungumza na wewe utoe sauti, kwa sababu sihitaji unong'one. Hauna utakiwa kunong'ona nao ni mabwana zako. Unakuwaje binti unasoma halafu unakuwa na mabwana? Yaani binti unashindwa kufahamu nini kilichokupeleka shuleni, hali ya wazazi umeiachaje, na hustling ama ule utafutaji wa kipato kwa wazazi wako wanamtafutia nani, unashindwa kuthamini hilo. Mimi sijaja kukutisha. Nimekuja kama mzazi, hawa unaowaona ni wazazi wako, lakini pia na mimi nimekuja kama mzazi. Naomba usiniogope. Lakini ukiniambia ukweli nitakuwa rafiki yako. Ukiniongopea nitakuwa adui yako. Kwa nini tunakuwa wakali kwa wahalifu? Kwa sababu wahalifu ni waongo. Wewe unataka kuwa mhalifu? Hapana. Ili usiwe mhalifu, niambie ukweli. Nini kilichoendelea dhidi yako wewe mpaka ukapewa ujauzito? Mimi sina mimba. Huna ujauzito? Ndio. Sisi kazi yetu jeshi la polisi ni kupeleleza na kubaini ukweli ama uongo. Kazi ya polisi, neno polisi ni herufi 6. P-O-L-I-C-E. Wewe ni msomi. P ina maana ya people and peace, usalama wa watu. O ni order, amri. Law au elo ni law, sheria. Sisi kazi yetu ni kusimamia sheria na kuzitekeleza. I inasimama kwa maana ya investigation, upelelezi. C inasimama kwa maana ya
criminal and crimes, wahalifu na uhalifu. Sisi kazi yetu tuna deal na uhalifu na wahalifu wenyewe. Hii inasimama kwa maana ya evidence, ushahidi. Pale inapobidi kwenda mahakamani kutoa ushahidi, tutakwenda mahakamani. Kwa hiyo tunapokuja kwako, tupe ushirikiano. Ninakuuliza tena, nini kilichoendelea mpaka wewe kupata huo ujauzito? Lakini kaka, mimi sina mimba, mnanisingizia tu hapa. Kwa mwanangu, wewe kumbe mikazo zero. Wewe kumbe mikazo ile. Yaani unajua kabisa unatembea na mwanafunzi. Bado tena hata hujatumia hata kinga. Yaani mwanangu, sisi nikwambieje ili unielewe. Yaani mwanangu, nimejaribu kila aina mwanangu, nimejaribu kumng'ang'aniza kutumia kinga. Sasa unajua watoto wenyewe 2000 hawa. Yaani wewe mwanangu miaka nyanya. Nilijua ile mtoto wa kiume nini, kumbe wewe mwenyewe mchumba tu, kumbe zero. Kwa sasa mwanangu unanisaidiaje? Maana sielewi. Hapa penye ninavyokuambia, nimetoka home huko, nimedanganya tu kwamba mwanangu mimi naenda kijijini, nimepata msiba. Si ndio yule madam mwanangu kanikabidhi yule kijana yule mwanangu yule mdogo wake yule wa kiume yule, sio wa kike tena. Unaona kuvuruga huko nako. Yule wa kiume yule, si unampata yule kijana wake yule anasoma nani chuo yule. Ananiambia, "Oh, nenda naye huyu. Si nini nenda msibani huko, mkaendoke wote." Nikampita hivi. Nikakutana na manzi mwenyewe, nampangilia misondo, ananielekeza kwamba oh, kweli bwana hivyo mazingira. Mwanangu ndo kanichanganya kabisa, mimi sielewi kabisa, naona 30 ndani. Na kama unavyojua sisi wengine mwanangu, kazi zile kula si hatuziwezi. Ondoweni wasiwasi. Nikusikilize, una lolote la kuniambia? Mimi ninachokifikiria sana, cha kwanza nasema nashukuru Mungu katika jeshi la polisi imenipa ushirikiano. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba niende kwanza nikampime huyu, nimpeleke hospitali. Zidi nikabaini labda hivyo vipimo vyake alivyosema vya rafiki yake. Siwezi kuamini. Kwa sababu haizi kumfishia mwenzake vipimo. Halafu tunapokuwa tunazungumza, sitaki ukae hivyo. Hebu kaa vizuri. Kaa sawa sawa. Endelea mama. Ili niende nikampime, nipate uhakika. Maana haiwezekani kila siku akiuliza sema vipimo ni vya rafiki yake. Kakake juzi kamkuta akiwa anaongea na simu. Kaulizwa akasema ni rafiki yake. Sasa ina maana yeye wakuficha siri za rafiki yake siku zote. Lakini kabla hujanishukuru sana, mimi ningependa nimsikilize huyu binti. Kwa sababu huyu binti anaweza katupa mwanzo mzuri wa wapi tuanzie, ili angalau nitakapowacha ninyi kama wazazi na kijana, ili muache sasa, niwaache mkiwa mnapata zile dodoso, tupate mwanzo mzuri kwa huyu binti. Mama, hapa sijaja kwa ajili ya kuchukua maelezo yenu. Nimekuja tuliweke sawa. Muondoe hofu ya kutupa sisi ushirikiano na kumuondoa binti hofu ili aweze kutupa ushirikiano sisi na ninyi wape ushirikiano. Nitakuja kuwaita, tuje tuchukue maelezo yenu vizuri, tuyaweke sawa sawa, then tuyaweke kwenye records vizuri, kwa sababu tunatakiwa tuyafikishe kwa afande RCO. Afande RCO atatoa maelekezo ya nini kifanyike kwa ajili ya kuandaa charge sheet kuipeleka mahakamani kama itahitajika kufanyika hivyo. Sikiliza. Kwa baba, nakuomba tu uende. Wewe mwenyewe unajua itikadi zangu zero. Kwa hiyo nakuomba baba, usije ukaniletea tena mwanangu. Nakuomba uende. Sema nini mwanangu? Mimi sikupingi. Kutokana na mazingira mimi wago unanisave sana. Ila kutokana na ile wewe unamsala na mimi ninamsala, maana anasema mtu majanga ula na mwenzie mwanangu. Ngoja nipite hivi. Hii mwanangu sema tu nikusikie kitu kimoja. Usimwambie mtu yeyote. Mimi naingia zangu huko chimbo huko. Tutawasiliana mwanangu. Poa baba, poa haina shida. Nenda baba, nenda. Ila sasa mwanangu nikushauri kitu kimoja. Hizi itikadi zako uweze kutembea na kidogo hapo mtaani, mimi nakusaidia taarifa zako. Watakukamata. Wewe nao ushaanza. Wewe mwenyewe ushakibua tena unataka tena kutibua na mimi. Wewe vipi wewe? Mimi mwenyewe na msala wangu. Wewe nenda jela tu mwanangu wako. Kushoni mapao wale. Baba baki. Je, gaya. Nilipokuwa natembea na mwanafunzi ulikuwa anategemea nini? Si ndio hayo? Wananitafuta gizani, napumua kwa hofu
upo tayari, moyo wangu unadunda kama risasi. Niko kwenye vita na kivuli changu. Wewe boy vipi? Sasa mbona mimi nimekuja hapo sikuelewi tena? Kwani wewe uko wapi? Mimi nimekusubiria stand mpaka nimechoka. Mimi nimekuja hapo. Alafu oya nisikilize mwanangu. Unajua mimi unanicholesha pale. Watu kibao wananiangalia mimi tu nimekaa kutwa nzima. Mimi nimekuja hapo bwana, mimi nimetazama. Wewe uko wapi kwani? Nimekuja hapo nipo kwenye basi. Umepanda gari? Sasa mbona hujanipanga sasa? Sasa wewe nimekuja hapo mimi najaribu kuangalia huko na kusikuona. Wewe nisikilize mwanangu. Unajua umezingua. Wewe umesema vizuri una msiba. Alafu mimi nataka nikusindikize. Alafu wewe unataka kuniambia wewe tumeshapanda gari. Wewe umepanda gari muda gani? Wakati mimi unaniambia vizuri tu nikusubiri stand. Nimepanda hapo. Mimi nimepanda hapo. Wewe mimi nimekaa pale stand. Mimi nilikuwa pale stand. Wewe ulienda kupandia wapi kwani? Mimi nimekuja hapo stand nimekutazama sijakuona. Sasa nifanyaje? Mimi nimepanda kwenye gari. Mimi naenda kumwambia di sister hii. We. Halo. Unasemaje Dennis? Mkope umuoni kivipi? Nyesi mmetoka wote hapa nyumbani? Nisikilize Dennis. Yaani naomba umtafute Mkope popote alipo muondoke wote msibani, sawa Yaani mmetoka wote hapa nyumbani afu unaniambia ati umuoni kivipi sasa? Nisikilize nikwambie. Naomba uchanganye hiyo miguu yako ukamtafute mwenzako alipo. Sawa Yaani nataka ufike naye msibani. Sasa utamwacha vipi mwenzako aondoke mwenyewe? Nataka uchangamshe hiyo miguu yako umtafute mwenzio huko alipoenda huko na wewe uende huko. Sasa anakuachaje kwa mfano? Si mmetoka wote hapa nyumbani? Bwana, sikuelewi, nisikize nikwambie. Yaani hapa hakuna kurudi nyumbani mpaka uhakikisha umemwona mwenzio, muende wote msibani na mrudi yote. Sasa wewe Mkope anakupoteaje? Wewe na Mkope nani mwenyeji hapa mjini? Mbona unaleta habari za kishamba mdogo wangu? Yaani Dennis umezubaa zubani, hata kutembea kwako umezubaa, kila kitu umezubaa. Yaani unakuwa kama sio mtoto wa mjini kweli? Kweli Dennis unasema Mkope kakupoteaje? Yaani sasa mgeni kawa mwenyeji, mwenyeji kawa mgeni. Hivi ni kweli? Sasa naomba usirudi hapa nyumbani mpaka utakapomuona Mkope. Sijui unanielewa vizuri? Na uhakikisha umefika huko msibani na mnarudi yote hapa. Wananitafuta gizani, napumua kwa hofu ila nipo tayari. Moyo wangu unadunda kama risasi. Niko kwenye vita na kivuli changu chofaza. Unataka nisemeje ili unielewe? Unataka nifanye nini ili unielewe? Naomba tu niseme. Sasa wewe utanilazimisha kuua wakati wewe. Hiyo haiwezekani. 30. Kinachotaka usitaki uongee. Nyamaza. Tena endapo utaendelea kuongea upumbavu kwa sababu umeshafanya upumbavu. Unataka tena kuongea upumbavu. Nitakuchukua kwa mikono yangu nikakusalimisha kituo cha polisi.
najitafuta gizani, yeah. Napumua kwa hofu ila nipo tayari. Moyo wangu unadunda kama risasi, yeah. Niko kwenye vita na kivuli changu chofaza.